Bwana Yesu asifiwe. Hakika siku hii ya leo tuliomba familia ya Rosabodo kwamba tuje mbele za Mungu tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara ya mwisho nimekuja na mume wangu mpenzi Hedisa Mwakweli tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka wa Bwana 2024. Ni baada ya kuwa tumekaa kama miezi 8-9 baada ya kuwa mume wangu alipata shida ya namna hii. Kwa nilipoona Mungu ametenda hatua kubwa tukaja. Na leo tumerudi tena, lakini tumerudi tukiwa na neno la shukrani baada ya kuwa tumepita tena katika mapito mengine magumu ambayo kibinadamu hakuna mwanadamu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu. Binti yetu wa mwisho anaitwa Stella Robinson Daniel Bodo. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi asubuhi, wanajiandaa kwenda shule. Nikamwambia mwanangu, kesho inawezekana ikawa ni siku ya Idi. Tulia, walimu na wanafunzi wanaweza kuwa wanajiandaa kwa ajili ya siku. Akasema mama, mwalimu alisema twende. Nikasema basi nenda mwanangu, Mungu akutangulie. Akaenda, lakini saa 4 nikashtukia tu mtoto mwenzake anakuja kutuita. Mama, Stella hawezi kutembea. Kanianguka tu jirani. Nasema aliyoanguka tambalale kabisa, kuna tumajani tuzuri. Sio mvua ilinyesha. Basi Robert akawa ameenda. Mwanangu huyu wa 3, Mungu akubariki mwanangu. Mungu akubariki. Aitunze huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Robert akaenda kufika pale akakuta mtoto kweli yuko anagaagaa analia maumivu. Mguu wa kulia huo hapo. Alianguka, mguu wa kushoto ukaenda mbele, wa kulia ukarudi nyuma akaukalia. Kwa hiyo yeye mwenyewe akasema, mama, wakati nimeanguka nisikia kaka. Basi sikufanya jambo lingine. Mtoto Robert alipomfikisha, kaambia mweke hapo, nikaomba. Kaambia Mungu, naomba kama kuna shida ionyeshe ili kwamba mtoto apate tiba. Lakini tiba ya kwanza tunaitanguliza damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tulienda na wewe. Huduma alipata, kapigwa x-ray, mfupa ukawa umevunjika mara 2. Siku hiyo ilikuwa shida kwangu na kwa mzee Bodo. Lakini wakati tuko Maweni, Robert naye tena kumbe nyumbani babaka anatapika. Mimi narudi nakuta Amri alikuwa naye anamtia moyo, anamfariji, anamsaidia. Lakini yote na yote bado Mungu anaitwa ni Mungu kwetu. Haleluya. Haleluya. Amen. Tumeendelea na matibabu. Leo hii tumesimama mbele zenu kusema asante. Asante ni kanisa. Asante ni madhabahu. Endelea kutuombea kuja nyumbani. Asanteni waumini wote. Asanteni idara zote. Sunday school walikuja kumwona mtoto mwenzao, wakafanya ibada pale. Umaki chama nao hawakubaki nyuma, wakaja wakafanya ibada pale, tulitiwa moyo. Lakini mtu mmoja alikuja. Wengine pia walipiga simu kututia moyo. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Hatukuja na maneno mengi, tumekuja na neno la asante. Katika haya yote mimi nayepitia, kwa sababu baba huyu hapa hawezi. Mimi ndio nimebaki nasimamia familia. Yote nayopitia sio kwamba Mungu haoni. Baba mchungaji, sina maneno mengi lakini naomba tu niimbe. Naomba tu niimbe. Studio. Hebu achie kipengele kingine. Sio kwamba Mungu hanioni wala haoni mzee Bodo wala haoni watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu naomba uimbe na mimi. Namna hiyo. Cheza
hanioni wala hamuoni Robinson, lakini ametuandika kwenye kiganja chake, lakini analitimiza agano lake kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba pole wale ambao wanasema kwa nini mama mbona wapite humo tu peke yake? No, makusudi yangu kwa Mungu ni tofauti na kwako. Sema amina. Haleluya. Basi tumekuja na neno moja, asante. Na ninaomba baba mchungaji kwa kibali chako. Basi wakati wanatoa matoleo ya kutusindikiza, upo wimbo wa neno la asante pale. Meandaa studio pale, watatuwekea huo, halafu tutaendelea kuimba. Angalau moyo wangu ububujike furaha. Maana neno la Mungu linasema, Zaburi ya 119 mstari wa 111. Yes! Shuhuda zako nimezifanya kuwa urithi wa milele. Haleluya. Nazo ndizo zinazonipa changamko la moyo. Haleluya. Ndio maana ninasimama hivi, ni kwa sababu ya shuhuda za Bwana. Aliyotenda kwetu ni mengi. Aliyotenda kwetu ni makubwa, hayatamkiki. Mungu awabariki kanisa kwa kutuombea. Mungu awabariki kanisa kwa jinsi ambavyo mnatutegemeza familia hii. Msione tuko hivi. Ni kwa ajili yenu. Ni maombi yenu. Na pale Mungu ambapo ameona mmetoa yote mliyofanya juu yetu, mtalipa mara 100. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru sana. Mungu awabariki. Lakini pia katika shukrani yetu Baba, kuna uhitaji wa mahitaji ya mikutano ya vijana na umati. Basi pale nyumbani nilipruni miti, kuna kuni zimekauka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka yetu kwa sehemu tutatoa mizigo 10 ya kwaya ya umati wataenda kupikia kwenye mkutano wa makambi. Haleluya. Haleluya. Basi tutatoa na bahasha hapo, lakini tunaomba Mungu atukumbuke kwenye ufalme wake. Amwinue siku moja mume wangu mpenzi. Tuinge naye, tucheze naye. Halafu kanisa la Bwana tumwadhimishe Bwana. Haleluya. Basi kabla sijaamka mwingine anayeshukuru Baba. Basi mzee Modo, mume wangu mpenzi, naomba basi nisalimie kanisa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Wengine nashukuru kwa maoni, kwa kuwa mmeniambia Mungu ameniponya. Acha kulia, machozi hayana faida. Gongo lako na fimbo yako vinawafariji. Tunawaleta mbele zako tukitumaini Mungu naweza ukafanya jambo lolote, kwa sababu unafanya miujiza katikati ya wanadamu kwa mwenyewe. Tunamweka Modo mikononi mwako. Tunaomba umkumbuke Bwana na kumrehemu, lakini mjalie neema ya kusimama kwa jina lako. Tunaomba Bwana wasimamishe katika imani, waendelee kutazama wewe hata katikati ya majaribu wanayopitia yanayowaka kama moto. Lakini wewe uliye mfariji wa kweli, na wewe ambaye unaweza kuwaburudisha moyo kwa Roho wako Mtakatifu, endelea kuwaburudisha na kuwafanya kuwa hai rohoni, ili miili yao na itiwe nguvu iweze kusimama. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, utawatia nguvu na kuwawezesha, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Akubarikini Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.